Shalom watu wa Mungu. Ni asubuhi nyingine tena, tumeamka salama kwa neema ya Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya kipekee ambayo ametupa kibali cha kuamka tena. Maana hii ni neema yake tu Mungu ambayo ameiachilia. Ambaye kibali kwake Mungu ndo anaachilia. Hivyo nina habari njema kwako wewe ambaye unanisikiliza. Ninao ujumbe mzuri sana. Ujumbe mzuri ambao utakufanya tafakari sana ndani yako na kumkumbuka Mungu kwa namna nyingine tena. Ninao ujumbe mzuri unasema jiepushe na kiburi cha uzima. Mwanadamu ana kiburi cha uzima. Nini maana ya kiburi cha uzima? Kiburi cha uzima ni ile hali ya mtu kumkataa Mungu na kujiona yeye yuko sahihi kwa sababu ameamka yuko mzima, na anajivunia uzima alionao. Akiamka tu yeye ni mzima, anapumua, yeye anakuwa jeuri, anakuwa na kiburi. Hata kumtafuta Mungu kwake haipo tena, hata kumkumbuka Mungu ndani yake hakumo tena. Hicho ni kiburi cha uzima. Tuangalie somo hili. Ni somo zuri sana ambalo litakufikirisha, litakufanya ubadilike, litakufanya mkumbuke Mungu zaidi. Andiko letu, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na 16, ndipo palipo na neno letu zuri mahali pale. Fungue Biblia, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Mshaipata? Inasema, nitasoma katika jina la Yesu. Nasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu, kumpenda Baba, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana yeye anaenenda mambo ya dunia, anafikiria mambo ya dunia, anafikiria hapa dunia ayapendeze, ampendeze shetani kwa mambo ya duniani, awapendeze wanadamu kwa mambo ya hapa duniani. Ndani yake Mungu hayumo. Anafikiria mambo ya dunia, anasa za dunia, ulevi, uzinzi, mambo ya dunia. Mstari wa 16, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Haleluya, mtu wa Mungu. Yaani ukisoma tu neno kama hili linakuonyesha na kukufikirisha ya kwamba mwanadamu ana kiburi cha uzima. Inakupasa mwanadamu ujiepushe na kiburi cha uzima. Hii neema iliyoachiliwa kwetu ni neema ya muda. Ipo hii neema, ipo siku neema hii itafungwa. Wewe mwanadamu utaenda wapi? Baada ya neema kufungwa utaishia wapi? Leo tunaiona dunia inavyoenda na mwanadamu naye anaifuata dunia. Ukiangalia vita inayotokea huko, matetesi ya vita mbalimbali zinapiganwa Kongo, Israeli, Irani, sijui Ukraine, Urusi, wapi, vita mbalimbali zinapigana. Hii
mpendwa, inakuonyesha namna dunia ilivyoisha, lakini wewe bado unaiendekeza dunia. Geuka na kumrudia Mwokozi. Yesu Kristo alizihilishwa yeye ili azivunje kazi za shetani, lakini bado dunia unaiendekeza. Shetani bado amekukamata. Mwamini Yesu leo, wewe ambao unanisikiliza na unayenitazama, wewe unayenitazama hapa, wewe unayenitazama hapa, mtazame Yesu leo. Mwamini Yesu awe Mwokozi wa maisha yako, maana unakoenda ni pabaya. Dunia inakoelekea ni pabaya sana, na ni wengi wanateketea. Ya kupasa umwamini Mungu leo, uokoke. Uokovu ni leo, sio baadaye. Maana kuna mwingine anasema mimi nitaokoka baadaye, mwingine anasema mpaka nikifa ndo nitaokoka. Uokovu ni sasa, matengenezo ni sasa. Mtu akifa la kwake alipo tena. Utakufa mpendwa. Acha kiburi cha uzima. Naongea na wewe. Naitwa Mwinjilisti Frank. Leo dunia imeua wengi. Kiburi cha uzima, kiburi cha fedha. Sababu una mali nyingi, unakuwa na kiburi, unakuwa jeuri, hutaki kumsikiliza Mungu tena. Unafikiria mali zako tu, una haja ya kumtafuta Mungu, unafikiria mali zako tu. Kiburi cha uzima, kiburi cha fedha, kiburi. Achana na kiburi cha uzima, ndugu yangu. Watu leo wanatembea na kifo. Haujui kesho yake inakuaje. Unakufa. Utakufa kufaje sasa? Unaenda wapi? Hujaokoka, hujamwamini Yesu aliye na uzima wako. Ukifa huna Yesu unaenda jehanamu. Ukifa huna Yesu lazima uende jehanamu. Hiyo haina maswali wala mabembelezano. Na kuambia waziwazi, ukifa huna Yesu, wewe ukifa huna Yesu, unaenda jehanamu. Na kuonea huruma. Ukifa huna Yesu unaenda jehanamu. Naitwa Mwinjilisti Frank, chombo cha Yesu. Okoka sana wewe. Okoka wewe, na kuonya mara ya mwisho. Okoka. Wewe ambao unasema kweli, mtumishi, namtaka huyo Yesu ili niepukane na kiburi cha uzima. Kama uko tayari, naomba ufuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu zote nilizozitenda na kupokea wewe Yesu uwe Mwokozi wa maisha yangu. Na mkataa shetani na kazi zake zote na kiburi chake chote, na kupokea wewe Yesu. Naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nitakufuata wewe Yesu. Uniponye na kunilinda na kuniepusha na mabaya, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Barikiwe sana. Tutaonana siku nyingine. Endelea kufuatilia. Tutafundishana na kufundishana. Kuna masomo mengi ambayo yapo nimeandaa. Na kualika wewe ambaye upo tayari kuyasikiliza, fuatilia sana. Naitwa Frank George. Kuna vingi utajifunza. Nitakuweka sehemu iliyo salama. Barikiwe sana wewe. Mungu endelee kuonekanie sana kwa neema ya Mungu aliye hai. Acha nikuombee. Asante Baba kwa neema yako na ukuu wako na uwezo wako. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu aliye hai. Asante tena kwa kuachilia neema yako juu yetu. Baba, ninamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Ninamkabidhi mtumishi wako ambao amekupokea siku ya leo mikononi mwako. Endelea kumlinda na kumtunza. Mwepushe na mabaya. Mwekee ulinzi wako Yesu. Mfunike kwa damu yako. Mfunike kwa utukufu wako. Roho zote zinazomfuatilia Baba, simfuatilie tena. Ninamkabidhi kwako Yesu. Endelea kumlinda na kumtunza. Neema yako ikiendelea kumuonekania na kumwatamia kwa utukufu wako Mungu aliye hai. Ni katika jina lako Yesu Kristo aliye hai. Maana wewe ni Mungu aliye hai, hakuna Mungu mwingine tena. Wewe ndiwe Mungu wa uweza, mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Tunakuamini wewe, tunakutegemea wewe. Mlinde tena mtumishi wako,
na yule ambaye anasikiliza maneno haya, endelea kumlinda na kumwonekania kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen.